Kwa hiyo mchungaji akisema tunasema amen. Roho Mtakatifu akisema hatuwezi kumsikia. Sawa? Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa wakati Mungu anazungumza na Musa, anasema mambo ya siri waambie wana wa Israeli, mambo ya siri ni kwa ajili yangu mimi, lakini mambo yaliyofunuliwa ni kwa ajili yenu ninyi na watoto wenu, ili mpate kuifanya hii sheria yote. Kwa hiyo mtu pale kwa Timotheo tumesema ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo mtu hawezi kutenda tendo jema kama hajafunuliwa lile tendo. Bwana asifiwe. Tendo jema likifunuliwa linaweza likatendwa. Asipofunuliwa mtu anaweza akawa na shauku ya kutenda lakini asitende kwa sababu halijafunuliwa kwake. Ukiona mtu anaishi maisha ya viwango fulani, amepata ufunuo wa viwango hivi. Ukiona mtu anaishi maisha ya namna fulani, amepata ufunuo wa maisha ya namna ile. Kama hajapata ufunuo, hawezi kuishi namna hiyo. Kwa tukikaa hapa tunajifunza Kumbukumbu ya Torati, Timotheo anasema ili mtu wa Mungu awe kamili, lazima atende kila tendo jema. Hapo ndipo utashangaa siku tutakapoenda mbinguni, watu uliowatarajia waende huko hawataenda. Naeleweka nikufundisha hivi? Bwana asifiwe. Hapo ndipo siku tukiwa tumesimama kwenye orodha, kwenye foreni ya hukumu ya kiti cha enzi cha Mungu, ndipo utashangaa hata askofu naye anatupa moto. Hata mama askofu naye, Mungu wangu, hata mzee huyu, hata yule baba. Mbona alikuwa mwinjilisti mzuri, alianza kuhubiri injili, akabobea kwenye injili, akasahau vitu vingine vya msingi. Amen. Amen. Alianza kuimba kwaya, akasahau utakatifu, akajua cha msingi sisi tunafanyaje? Tunaimba. Alipoanza uchungaji, akasahau matendo matakatifu. Yeye akawa bize na kuchunga kanisa. Kwa zamu ikaja, msimu ukaja, parapanda ikapigwa, akabaki, hakunyakuliwa. Hakukamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Alipata huduma, akasahau utakatifu. Alipata huduma, akasahau msamaha. Alipata huduma, akasahau kuvaa vizuri. Alipata huduma, akasahau kula kunywa vizuri. Akasema hii ni sawa, hii ni sawa, hii ni sawa. Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Na sehemu kubwa ya kanisa, kwa maana ya mwili wa Kristo, hata pindi tunapokutana hatujapata muda wa kutosha kupata maarifa. Sawa? Tukikutana tuna vitu fulani tunaendelea navyo, tunaanza, tunaendelea, tunamaliza. Watu wanarudi nyumbani, wanakuja siku nyingine, wanaanza. Mwisho, namna pekee ya kupata maarifa ni kujifunza. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kama anasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini yale yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu na watoto wetu. Zaburi ya 25 mstari wa 14. Zaburi ya 25 mstari wa 14. Siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Angalia anapotupeleka sasa hivi.
anatuwekea msingi wa kusema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Lakini anaongezea kusema siri za Bwana ziko kwa wamchao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe tunapoanza kumcha Bwana, tayari tunaanza kupata access ya kupata siri za Bwana. Anasema siri za Bwana ziko kwa wale wanaomcha. Kwa wanaomcha Bwana wana uwezo wa kupata siri za Bwana, kwa sababu tumesema mambo ya siri ni yake. Kwa watu wakianza kumcha Bwana, wana access ya kuyafikia mambo ya siri. Wana muunganiko ambao ana uwezo wa kunyoosha mkono akayagusa yale mambo ya siri. Tumesema hivi, kumcha Bwana ni kujitenga na ovu. Kumcha Bwana sio kuhudhuria kanisa. Ni sawa? Bwana asifiwe. Kumcha Bwana sio kumtumikia Bwana. Kumcha Bwana, Biblia inasema ni kuchukia uovu. Kuchukia. Si sawa? Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kuna tofauti ya kuacha uovu na kuchukia uovu. Kuna watu wanaacha vitu lakini bado wanavipenda. Si unajua? Bwana asifiwe. Anaacha kitu kwa kujutia, anasema sababu tu ya kuokoka, ila natamani ingeendelea nacho. Lakini tukija kumcha Bwana, tunazungumza kuchukia uovu. Kwamba watu wanaacha vitu na hawatamani tena kuvirudia. Na utabaini ni watu gani wao wanachukia uovu. Sawa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kama kaka mmoja alishona suruali, alikuwa anavalia makalio. Juu haifiki, chini haifiki. Anaposema kuanzia sasa namcha Bwana, ana uwezo kwenda kuichukua ile suruali akaichoma moto. Atamani hata kuiona katika orodha nguo zake. Sawa? Kama dada mmoja alikuwa akivaa nguo, anaona kabisa maungo yake 7%, 70% yako wazi. Akianza kumcha Bwana, anachukia hata kuiona ile nguo kwenye kabati lake. Anachukua anaenda kuichoma moto. Lakini wasiochukia wana uwezo wa kuokoka, alafu akahifadhi vile vitu. Na kwamba siku moja naweza nikahifadhi. Bado anaipenda, hajaichukia bado. Ni sawa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa anasema siri za Bwana ziko kwao wanaomcha Bwana. Kwa watu wakimcha Bwana wanapata siri za Bwana. Kwa kama mambo ya siri ni ya Bwana, wanaomcha Bwana wana access kwenye yale mambo ya siri. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudia ule mfano mwanzo. Baba ametunza, amefungua account kwa ajili ya mwanae, anamuhifadhia fedha mle ndani. Huyo mtoto atakapomfurahisha babake, huyu mtoto atakapoonyesha ukomavu, baba anamuonyesha account yake. Yesu asifiwe. Ile kadi yako hii hapa. Lakini asipoonyesha ukomavu, bado baba anaendelea kusema nimsubiri kwanza. Kwa angalia, tunaposema Roho Mtakatifu ana kazi ya kuleta, kufunua mambo ya siri. Ndio kazi ambayo tunajifunza hapa, kwamba Roho Mtakatifu anatufunulia mambo ya siri ya Bwana. Anatufunulia ili tuweze kuwa kamili. Roho Mtakatifu asipotufunulia hatuwezi kuwa kamili. Tunatamani tufanye vitu kwa namna fulani, lakini hatujui namna ya kuvifanya. Natamani niombe kwa namna fulani, sijui namna ya kuomba namna hiyo. Natamani nisome neno kwa namna fulani, siwezi kusoma kwa namna hiyo. Natamani nitembee kwa namna fulani, siwezi kutembea kwa namna hiyo. Kwa nini? Sijapata ufahamu, sijapata maarifa. Jina la Bwana libarikiwe.
Wakorinto wa kwanza sura ya 2 tuanzie mstari wa 8 mpaka wa 10. Hawaijui hata mmoja. Maana kama wangalijua wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Tunajifunza ufunuo. Jina la Bwana libarikiwe. Ufunuo. Pindi ambapo tunapokea ufunuo, maana yake tunapokea ufahamu. Tukizungumza ufunuo, tunazungumza ufahamu. Tunazungumza uelewa. Sawa? Jina la Bwana libarikiwe. Yaani mtu anaposema Bwana akanifunulia, maana yake Bwana akanijulisha. Nilikuwa sijui, maana yake kitu ambacho sikijui kwangu kimefunikwa, kwangu kimefichwa. Pindi ninapopata ufahamu kuhusu kile kitu, maana yake kile kitu kimefunuliwa kwangu, kile kitu kimejulishwa kwangu. Sasa Paulo anapokuwa anaandika anasema wakuu, watu ambao wanaitawala hii dunia hawakupata ufunuo. Walipobahatika kukaa na Yesu, hawakupata kujua ya kwamba huyu tunayekaa naye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Huyu ambaye tunakaa naye ni Mungu kabisa, amekuja kukaa na sisi. Tukae naye vizuri, twende naye vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuishi naye vizuri kwa sababu huyu sio mtoto wa Yusufu. Wale watu hawakujua, hawakupata ufunuo kumhusu Yesu. Na Paulo anasema, laiti kama wangejua ya kwamba huyu ni Mungu, wasingemsulubisha. Kwa nafundisha kitu gani hapa? Nafundisha hivi, tukimpata Roho Mtakatifu, kuna watu ambao ukikutana nao kwenye maisha yako wanakupeleka kwenye hatima yako. Anasifiwe. Kuna watu ambao wakiwa marafiki zako wanakusababisha usiende kwenye hatima yako. Sawa? Hatima yangu ni nini? Hatima yako ni nini? Kwa lazima kwanza tudefine hatima yetu. Mwisho wetu ni upi? Kama sisi mwisho wetu ni mbinguni, kuna watu tukikutana nao hawawezi kutufikisha mbinguni. Kuna watu tukikutana nao wanaweza kutufikisha mbinguni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama huyu ni mwanafunzi ameenda mahali fulani kusoma, hatima yake ni kuchukua ile diploma, hatima yake ni kuchukua ile degree. Kuna watu ambao akikutana nao watamsaidia kuchukua ile degree. Kuna watu ambao akikutana nao watamsaidia kuto kuchukua ile degree. Sasa angalia hapa katikati, panahusisha ufahamu, panahusisha uelewa, panahusisha ufunuo. Mtu akikutana na mtu ajue ya kwamba huyu mtu atanifikisha ninakoenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nikiweka ushirika na huyu mtu atanivusha kwenye ile eneo. Nikiwa na urafiki na huyu mtu atanipeleka sehemu fulani. Nikiwa na urafiki na huyu mtu hatanipeleka sehemu fulani. Watu kukosa ufahamu huo, watu kukosa uelewa huo, kunasababisha watu wanapata marafiki wabaya. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wanapata wachungaji wabaya. Watu wanapata watu ambao hawawapeleki kule wanakoenda. Cha msingi tu mimi nasali. Cha msingi tu mimi nipo kanisani. Hajajua ya kwamba huyu ambaye nimeshikamana naye hata nisaidie. Biblia inasema wale watawala hawakujua kama huyu wanayemsulubisha ni Yesu. Hawakujua. Hawakujua kwamba huyu ni Mungu wa mbingu na nchi na ameshika hatima zetu. Pana watu wameshika hatima ya maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Pana watu kabisa hapa duniani wameshika destination ya maisha yako. Na siku ukitembea nao unafika kwenye mwisho wako.
Wako watu hapa duniani wanaitwa destiny helpers. Ukikaa nao tu wanakusaidia ufike kwenye mwisho wako. Lakini inahusisha ufunuo, inahusisha maarifa, inahusisha ufahamu. Utakapokutana na mtu fulani, unaweza ukapambanua, unaweza ukatambua, unaweza ukadiscern kwamba huyu mtu ana kitu cha kunisaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Leo vijana wanarukaruka tu. Sawa? Vijana. Leo vijana, mabinti wanarukaruka tu. Sawa? Hawezi kujua ya kwamba nikiambatana na huyu atanifaa, nikienda na huyu hatanisaidia, nikiolewa na huyu, nikioa huyu hatanifaa, hatanisaidia. Hawezi kupambanua. Wanaangalia vitu ambavyo ni luxury tu. Siku 2, siku 3 vimekorapsi. Uwezo wa kujua, uwezo wa kupambanua anahusisha ufunuo, revelation. Mungu anawafunulia watu. Anasema mambo ambayo wale wenye kutawala hii dunia hawakuyajua, kwa sababu wangejua wasingemsulubisha Yesu Kristo. Lakini hawakujua. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini anasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala ya kuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Mambo ambayo jicho halikuyaona, sikio halikuyasikia, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Kuna mtu ameandaliwa maombi. Sawa? Bwana asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Tunapoishi, kuna watu hapa duniani wameandaliwa. Kuna mtu anazaliwa kwenye familia fulani, ameandaliwa kuibeba ile familia. Lakini ukimtazama yuko very weak. Baba hawezi kujua, mama hawezi kujua, wakubwa zake hawezi kujua, wadogo zake hawezi kujua. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Hivi unaweza ukaimagine wakati Samuel alikuwa ni mtu mkubwa sana katika taifa la Israeli. Sawa? Akampigia simu. Tutumie simu sawa? Akampigia simu Yese, nitakuja nyumbani kwako. Nataka nije nifanye ibada. Nikusanyie wazee wa mji. Sawa? Alafu hakikisha watoto wako wote wako pale. Yese akamuuliza Samuel, ni amani? Samuel akajibu, ni amani. Yese akakusanya wazee wa mji. Samuel akafika na chupa ya mafuta. Alipofika akamuuliza swali, watoto wako wote wako hapa? Akajibu, ndio, wapo hapa. Haya, tuanze kazi. Akaja Eliabu. Mungu akasema, Eliabu alikuwa ni mkubwa. Sawa? Mrefu, amepanda juu. Alikuwa ni mwanajeshi. Alipotokea, Samueli akasema, yamkini Masihi wa Bwana anasimama mbele yako. Alipotazama muonekano wa Eliabu, akashawishika, huyu anaweza akawa mfalme. Kwa sababu biashara alionayo Samueli ni ya kwenda kumtia mafuta mfalme badala ya Sauli. Sawa? Amen. Alipotazama akasema, yamkini. Mungu akasema, siangalii kama wanadamu wanavyoangalia. Huyo sio, sijamchagua. Akapita, akaja Shama. Akapita, akaja Aminadabu, akapita. Wakapita watoto wote 6. Mungu hakuchagua hata mmoja. Wakati Mungu achagui hata mmoja, akamuuliza Yese, watoto wako wote wako hapa? Akasema, amebaki mmoja, ni mdogo, yuko polini anachunga kondoo. Kwa katika ufahamu wa Yese, alijua ya kwamba Daudi kwa umri wake na kwa namna yake, hii ibada hataimuhusu. Sawa? Kwanza ni mdogo, ni mchungaji wa kondoo. Yaani hii ibada inawahusu hawa wakubwa.
Lakini alivyokuwa mdogo anachunga kondoo, yule ndo alikuwa amekusudiwa na Mungu aje awe mfalme katika taifa la Israeli. Amen. Amen. Kwa angalia, kuna watu wanazaliwa kwenye familia fulani ni wadogo kiumri, ni wadogo kielimu, ni wadogo kimaarifa, lakini Mungu amekusudia kwamba huyu ndo atakayenusuru hii familia, huyu ndo atakayenusuru hili taifa. Tukitazama tunahisi kuna maaskofu wakubwa wako Tanzania, tunasema wale watu wakisimamia Tanzania, Tanzania itasimama. Kumbe pana mtu mmoja hata sio askofu, ni mshirika tu kanisani. Mungu anajua huyu ndiye atakayenusuru Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata kama tukiitisha kikao, baba hana hajakuweka hata kwenye mahesabu. Miongoni mwa watu ambao watasaidia familia yenu, baba hataja kuweka kwenye mahesabu. Sawa? Wako watu fulani wanaonekana wanafaa. Wako watu fulani wanaonekana hao ni bora. Unaona baadhi hata ya familia unashangaa ikija zamu ya baba kusomesha watoto, anachagua huyu anaacha huyu. Anajua huyu hawezi, angalau tupambane na huyu. Huyu atatusaidia kwenye familia. Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia. Maana angalia, hata huyu mwenyewe, hata huyu hajui chochote. Si tu baba ndo hajui, hata huyu mtoto naye hajui. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Zamani wazazi walikuwa na tabia kutosomesha watoto wa kike. Yamkini wengine hata hivi ninavyosema siku hizi. Ila siku hizi wazazi wanajitahidi wanasomesha watoto wote. Alikuwa akifaulu mtoto wa kike, baba anasema kusomesha mtoto wa kike ni kupoteza hela. Tusomeshe kaka zake, tusomeshe ndugu zake. Lakini mambo yakaja akageuka. Wale siku moja mama mmoja akamwambia mwanae, binti yake akasema, bwana sasa ada ni changamoto. Wewe sasa kwa sababu kaka zako anasoma, wewe achana tu na masuala ya shule. Wewe ni binti, wewe achana tu na masuala ya shule. Sawa? Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Kaka zake wakasoma, lakini aliyekuja kujenga nyumba pale kwao ni yule dada. Neema iliposhuka, mama akasema, imetokea hapa tukupeleke na wewe kama last option. Unajua watu wale wanasaidiwaga kwa sababu hela zinaonekana, lakini wengine wanapambaniwa ili wasaidike. Iwe isiwe lazima huyu asome, lakini kuna wengine huwa wanasomeshwa kwa sababu fursa imetokea. Kwa kitokea tuka fursa kakibana hivi, baba anaweka option, aende kaka yako wewe ubaki. Kwa hiyo huyu binti anakuja kusoma kwa sababu fursa imetokea, lakini wale wakina kaka wote waliosoma hakuna mmoja aliyejenga nyumba pale nyumbani. Huyu dada aliposoma akaja akajenga nyumba pale. Huyo ndo anasaidia mama yake sasa. Mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikusikia. Kuna vitu tumebeba ndani hata sisi wenyewe hatujavijua bado. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu atakufa utamfufua wewe ila hujajua. Sawa? Kuna watu ni wagonjwa utawaponya wewe ila hujajua, imejificha ndani yako. Iko ndani. Ni sawa? Kuna mahali fulani Mungu atalikasirikia taifa la Tanzania, alafu ambaye atasimama katika zamu yake na kuinusuru Tanzania ni wewe. Ila wewe mwenyewe hujajua. Hata ndugu zako hawajajua. Kwa Daudi anapotokea, anatokea kama last option. Kuna mmoja ni mdogo, Yesu anajibu, Yese anajibu hivyo. Kuna mmoja ni mdogo, labda tumuite na huyo. Labda. Sawa? Labda akaja Daudi. Nendeni, Samueli anasema hapa hatutakaa wala hatutapumzika mpaka aje hapa. Nenda bwana Eliabu kamuite mdogo wako. Sawa? Kamwambie aje. Kwa anapofika pale ndo kwanza Daudi naye anashangaa. Samueli yuko hapa kwetu.
Sawa? Samueli alikuwa nabii wa taifa la Israeli. Alikuwa ni mtu mkubwa katika taifa la Israeli, ambaye ameliongoza taifa la Israeli kwa miaka 40. Kwa Daudi anapofika akiwa ni mdogo, anashangaa kiongozi wa taifa la Israeli yuko nyumbani kwetu, mimi niko polini na chunga hata sijui. Alipotokea tu Mungu akasema mtie mafuta, huyu ndo mfalme. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Nafundisha ufunuo. Kuna vitu ambavyo vimejificha ndani yako. Kuna vitu ambavyo viko ndani yako. Siku ukivijua tu utaenda kunusuru familia yako. Siku ukivijua tu unaenda kunusuru taifa la Tanzania. Kuna vitu Mungu amewekeza ndani yetu sisi. Mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mstari wa 9. Anasema lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Na Mungu alimwandalia Daudi aje awe mfalme katika taifa la Israeli. Lakini temporarily Daudi ni mchungaji wa kondoo. Ni mdogo kiumri. Hapana mtu anaweza akatarajia. Bwana asifiwe. Kuna namna ambavyo tunakuwa, mtu akitutazama hawezi hata kututarajia. Yaani ukimwangalia mtu fulani, yaani kuna watu fulani unaweza kuangalia hata ukawapouza. Sawa? Baba nyumbani anaweza akaitisha kikao akawaacha wengine. Sawa, hili jambo tutajadili tuna fulani na fulani. Sawa? Huyu akili zake hatazieleweki. Lakini wakati Mungu amewekeza kitu kikubwa ndani yako, leo akili hazieleweki, lakini kuna muda, kuna zamu inakuja ambayo Mungu anazitengeneza zile akili, anatengeneza zile fahamu, anatengeneza ule uelewa. Akishatengeneza anakuchukua, anakukutanisha. Angalia sasa Mungu anavyofanya. Hao watu ambao wana vitu viko ndani yao, Mungu anatafuta kuwakutanisha na Samueli. Anatafuta watoe polini aje wakutanishe na nani? Na Samueli. Ili Samueli atie mafuta, kwa sababu hata kama una kitu cha thamani ndani yako, kisipojulikana kitafia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Umeumbwa kama msaidizi ambaye utalisaidia kanisa, utalisaidia taifa, utaisaidia familia yako. Lakini usipojua utakufa bila kusaidia chochote. Kwa angalia, tukisema Mungu, mstari wa 10 anasema lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, kwa sababu roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Jina la Bwana libarikiwe. Tunasema kazi ya Roho Mtakatifu. Akishakuja ndani yako, Roho Mtakatifu anafunua, anasema wewe ni mwombaji. Haukujua hivyo vitu. Sio? Sikujua kama mimi ni mwalimu. Roho akija anafunua, anatambulisha, anajulisha. Alafu akishasema wewe ni mtu fulani, anakutafutia watu sahihi wa kwenda nao. Jina la Bwana libarikiwe. Haya mambo yote anayafanya Roho Mtakatifu. Yaani alipomtuma Samueli, nenda kamtie mafuta Daudi, anasema hivi, nimejipatia mtu kwa Yesu. Achana na maombi ya kumwombea Sauli. Nimejipatia mtu kwa Yesu anayebariki moyo wangu. Sawa? Nenda katie mafuta. Alipomtia mafuta, alafu yani kwa wakati, angalia mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu yanaendaga very systematic. Sawa? Haujui, lakini yako very systematic. Alipomtia tu mafuta,
zamu inakuja, vita ikainuka. Imefika zamu ya kumtambulisha Daudi katika taifa la Israeli. Yaani yule mchungaji wa kondoo inabidi atambulishwe kama shujaa katika taifa. Kwa hiyo Mungu anamtumia tena baba yake. Bwana, ndugu zako wako vitani. Hatujui nini kinaendelea, kuchukua bisi kidogo. Nenda kuwasalimia kina Shama, kina Aminadabu, kina nani, akina Eliabu, wako vitani. Zaidi ya siku 40, nenda kawajulie hali. Halafu uniletee taarifa naendeleaje. Chukua bisi kidogo ende nazo. Alipofika akakuta Goliati amesimama kulitukana jeshi la Mungu. Zamu ya Mungu kumtambulisha nani? Daudi. Lazima itengenezeke vita. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima itengenezeke vita, alafu wakusimama kupigana ile vita asitokee. Pana zamu ambazo Mungu anaweza akazuia mvua isinyeshe ili aje amtambulishe mtu mmoja, ambapo akisimama anaruhusu mvua inyeshe baada ya watu wote kuprove kwamba hawezi kuruhusu mvua inyeshe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawasuiria ndugu zako wote, dada zako wote, kaka zako wote, anataka kutambulisha kwa wazazi wako kwamba this is a right person. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kazi ya Roho. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Pana kitu huwa anaita potential. Sasa potential wanafundisha hivyo. Untapped power, nguvu ambayo haijaguswa bado, mamlaka ambayo haijatumika bado, uwezo ambao haujaachiliwa bado, unaitwa potential. Sawa? Unasifiwa. Pana mahali pana machimbo ya dhahabu lakini haijagundulika bado kama pana dhahabu bado. Sawa? Kwa watu wanalimalima pale juu, wanaparua pale juu, lakini wakienda tu mita 100 chini pana dhahabu pale, haijajulikana bado. Ile inaitwa potential. Untapped power. Sawa? Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Ndani ya mtu mmoja ananisikiliza, pana kitu kinaitwa potential. Pana kitu kinaitwa untapped power. Pana uwezo ambao umejificha ndani yake. Ana uwezo wa kusimama akaponya wagonjwa. Ana uwezo wa kusimama akafufua waliokufa. Ana uwezo wa kusimama akafungua waliofungwa. Untapped power. Lakini leo akisimama ni mfanya biashara tu wa kawaida. Is a normal businesswoman. Unasifiwa. Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ni binti tu na sisi tukimtazama, hata tukiambiwa hivi, leta hapa washirika wako wote, lete hapa, kuna mmoja hata tunaweza tukamsahau. Umeelewa? Bwana asifiwe. Daudi na ibada na nabii wa ile taifa wapi na wapi? Akachunga kondoo bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu akishakuja kwetu anaanza kukunong'oneza kwa sauti ya upole. Sawa? Kwa namna tu unajikuta tu unaanza kujua. Nimesema ufunuo ni kupata maarifa. Ufunuo sio lidude fulani very amazing. Wow! Ufunuo hamna. Sawa? Ni uelewa, ni understanding. Yaani unajikuta tu unapokea kutoka kwa Bwana ya kwamba wewe ni mwombaji. Huo ni ufunuo. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa katika mazingira fanya hivi. That's revelation. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ulipofika fanya hiki. Unafanya vitu ambavyo watu hawajawahi kuvifanya, wala hawajawahi kuvifikiri, unafanya alafu unafanikiwa. Ni Roho Mtakatifu huwa anafunua vitu ambavyo viko ndani ya watu. Jina la Bwana libarikiwe. Ni Roho Mtakatifu anafunua huduma za watu wewe. Sawa?
Akikosekana Roho Mtakatifu, utakuja kanisani, utasaliwa mpaka siku nakufa. Hata ujielewage wewe ni nani. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani pana watu wanakufa washirika, lakini walipaswa kufa kama waombezi. Sawa? Anasifiwe. Yesu asifiwe. Kwa angalia, nasema hivi, Mungu ana mpango wa kumsimamisha Daudi awe mfalme. Angalia mazingira. Ninasema hivi, ufunuo, Mungu anaweza akakufunulia wewe ni mtu fulani. Akishamaliza kufanya hivyo, anataka akufunulie wengine ambao utaenda nao. Naeleweka? Anasifiwe. Wewe ni muombaji, anakufunulia waombaji wenzako. Wewe ni mwimbaji, anakufunulia waimbaji wenzako. Waimbaji sahihi, sio ili mradi mwimbaji, sio ili mradi muombaji. No. Right intercessors. Sawa? Right sinners. Wako waimbaji wengine ni vurugu tupu, wanazini, alafu saa ya kuperform na perform. Hallelujah. Rakapapa. Yote ni maigizo, hamna lolote naendelea bana. Sawa? Wakimaliza kutoka kwenye madhabahu, wameenda kunywa pombe, wameenda kuzini. Ukiwatazama sauti zao, unasema hawa ni watu sahihi, naweza nikaongozana nao. Sio watu sahihi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akishaibua kitu ambacho kiko ndani yako, anafunua, anakujulisha mambo ambayo Mungu aliwaandalia wale wampendao. Mambo ambayo kabla haujazaliwa Mungu alisema, ninataka azaliwe mwombaji, nataka azaliwe mchungaji, nataka azaliwe mtume, nataka azaliwe nabii, nataka azaliwe mfanyabiashara, nataka azaliwe mwokozi wa familia ya kina Nduchi. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Anazaliwa nani? Mwokozi wa familia ya kina nani? Unasema kina nani? Ya kina Nduchi. Sawa? Atazaliwa na jinsia gani? Ya kike. Atakuwa binti. Inabidi awe binti kwa sababu mabinti katika hii familia hawaaminiki. Sawa? Hata mabinti licha ya kwamba hawaaminiki, hata wao wenyewe hawajiamini. Unajua ni ile watu wasikuamini, lakini mwenyewe wewe unajiamini. Sawa? Ni ile watu wasikuamini, lakini wewe mwenyewe unajiamini. Azaliwe binti. Atakapozaliwa binti, atakaa mwaka wa kwanza, mwaka wa 5, mwaka wa ngapi, atasoma hapa. Baada ya muda fulani ataenda kusoma pale. Na baada ya pale nitamkutanisha na nani? Na Faida. Sawa? Nitakapomkutanisha na Faida, wataanza maombi. Watakapoanza maombi, nitafunua siri. Wewe ni mwombaji, wewe ni mwalimu. Sawa? Bwana asifiwe. Nitakapowafunulia, wewe ni mwombaji, wewe ni mwalimu, sasa utaongozana na huyu, utaongozana na huyu. Bwana asifiwe. Kesi kuna fundisha watu hata hizi habari za kuoa na kuolewa. Kuna watu wanahisi kama wanaoa na kuolewa ili wakaenjoy maisha. Hakuna kitu kama hicho kwa Mungu. Mungu hakusema